Wakati unataka kukosea, unasikia ndani yako unataka kusema uongo, unataka kusema uongo, unataka kusema uongo, na hata ikatokea umeshakosea, anakusemesha umekosea, tubu, umekosea, tubu. Lakini mimi nafikiri mawazo yangu sasa, mtu ambaye anaendelea kutenda dhambi, hata sauti ya Roho Mtakatifu baadaye inanyamaza. Kwa sababu anaendelea, amekosolewa, ameshauriwa usiende njia hii unakosea. Akafanya, mwanangu umekosea, rudi utubu, hajatubu. Anaendelea na ile hali wakati ashaipokea neema. Hicho ni kitu kingine. Lakini kikubwa ninachotaka kukisemea ni kwamba kinachotakiwa ni badiliko, geuko, repent, yani ni kubadilisha direction. Nibadilisha, nilikuwa naelekea kaskazini, sasa nigeuke kuelekea kusini ambako ndo natakiwa kwenda. Na tunafanya hivyo sio kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu ya kuthamini ile damu na upendo wa Mungu ambao ametupa na ametupenda kwao. Na tunamrejeshea yeye upendo kwa kumtii, kwa kuzitii sheria zake. Ndio tunakuwa tunampenda huyu Mungu. Na katika kumpenda huyu Mungu, kurejesha ule upendo na kuithamini hiyo damu, kuna gharama ya kuilipa. Kuna gharama ambayo Yesu Kristo mwenyewe alipa gharama, na akatuambia sisi tubebe ile nira yake. Manake ipo mzigo wake. Manake sio kwamba hakuna mzigo. Mzigo upo, ila ni mwepesi. Mzigo upo. Kwa kuna wakati unatakiwa kusema uongo, sio uongo, unatakiwa kusema ukweli. Mazingira yanakutaka useme uongo, lakini wewe unaamua kusema ukweli, na kusema kwa ukweli kunahatarisha kazi yako. Ndio mzigo. Anasema jitie mzigo ni mwepesi. Unajua kwa sababu nikisema kwa bosi kwamba jana sikuja kwa sababu fulani ambayo haina maana, sababu yako tu sikuja kazini kwa sababu hiyo, utafukuzwa kazi. Ila ukisema nilikuwa naumwa, nilazwa hospitali, ukatengeneza na cheti, sick sheet ya uongo, utakuwa uko salama. Una choose kutengeneza sick sheet ya uongo, lakini kumbe Mungu anatutaka tukae pale. Yani wewe nikubali kuriski kama ni kazi yangu, nikubali kuriski kama ni mahusiano, nikubali kupoteza. Maana ndio Mungu anasema atakaye kuwa yule ambaye atafikiri kwamba anajiweka mahali salama na anajipoteza. Kwamba atakaye poteza kwa ajili yangu, huyo hapotezi. Lakini atakaye nakosa neno la kuweka kwa nafsi yake, anaiangamiza. Atakaye kuokoa nafsi yake ndo anaiangamiza. Lakini unatakayeangamiza kwa ajili yake, sio kwa ujinga, kwa ajili ya Kristo, iwe kwa ajili yake. Nia hapo inaangaliwa. Turudi kwenye nia. Kwa ajili ya Kristo. Nimefanya kwa ajili yako, lakini nia Mungu anaangalia, naona una cheat ndani. Hapa nimepewa mstari, naomba soma Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4 au 5. Ujumbe wa makanisa 7. Sura ya 4 mstari wa ngapi? Sura ya 2. Mstari wa 4 hapo unashuka. Inasema, lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Hilo ndio jibu. Nafikiri ndio jibu. Anasema kumbuka upendo wako wa kwanza. Kwa kumbe anazungumza, kumbuka tafsiri tulisema kumpenda Mungu ni kuzitii amri zake. Kwa anamaanisha kumbuka pale mwanzo namna ulivyokuwa unazitii sheria zangu. Namna ulivyokuwa unazitunza amri zangu, ukumbuke. Alafu ukarudi ukatubu. Hapa mbele ndo ameelezea zaidi ya kwamba yale matendo ya kwanza. Matendo ya kwanza tuko tunayafanya. Nisiko kwamba matendo, Mungu anaangalia matendo. Kumbuka matendo yako ya kwanza ulivyookolewa. Vile ulivyokuwa unatetemekea mambo ya Mungu. Vile alivyokuwa yanakupa moto. Yaani swala kwenda kwa kanisani sio tu kwa sababu tu nilimchujia. Leo ni Jumapili niende, lakini ile ya ndani Mungu anaoitamani, ile shauku ya ndani ya kukutana na Mungu. Hiyo unakuta tumeipoteza. Sasa hivi kuna ile roho ya mazoea. Tunaenda kanisani kama ni Jumapili, nisikae tu ndani. Mtu anaweza kuna nini kwani leo?
Leo kuna kwaya gani? Leo inaimba kwaya gani? Ni kwaya fulani. Mimi ila inivutie. Vitu kama hivyo. Mbaya sana. Tusaidie. Tumepoteza. Kwa inabidi kila mmoja wetu tujitafakari. Kwa kweli. Tujitafakari vile tulivyokuwa tunampenda Mungu. Vile ambavyo kusoma neno la Mungu ilikuwa tu sio kwa sababu kwa sababu unaokoka kwa sababu ya kwaya fulani. Hivyo vimetoka wapi? Hivyo yani. Mungu atusaidie. Na hisi jibu ni hilo. Kama tunatakiwa kukumbuka kurudi. Na neema ya Mungu ipo. Hasa kwenye kipengele kama walivyosema usitubu afu ndo kwa sababu kesho nitatubu tena, ndo tunarudi kwenye ile neno kwamba kuichukulia ovyo. Anasema willingly, maana yake unarudia ndio. Mungu anataka geuko na kuacha kudhamiria kabisa, kuchukia hiyo Mungu anayoitafuta kwetu, kutetemekea neno lake. Unamkoseaje Mungu? Kama alivyosema Yusufu, nitamtendaje Mungu dhambi kuna namna hii? Unajua ni tamaa ile. Mwanaume gani ambaye hataki wewe unatakwa na mwanamke? Lakini kwenye nyumba hakuna mtu wa kukusemea. Mkubwa yule. Lakini anasema ni kama alikuwa anatetemeka, nitamtendaje Mungu dhambi kuna namna hii? Kwa hiyo hali ya kutetemeka, hofu, kumwogopa Mungu, hiyo tunatakiwa kumwomba Mungu atusaidie kurudi. Hiyo itakufanya kwamba naendaje kanisa? Kwa nini nisiende kanisa? Kwa nini nisiombe? Kwa nini nisifunge? Yaani kuna hivyo vitu, hautalazimishwa kufanya chochote, hautafanya kwa ajili ya watu wengine. Napenda hili neno limetuambia tukumbuke. Kwa hiyo kukumbuka ndio kutatusaidia kubadilika. Kwa hiyo neema ya Mungu ni kubwa sana kwenye maisha yetu, na ndio maana siku zote anasema kwamba yeye anayempenda anamkemea na kumrudi. Akinipenda ananikemea. Kwa Mungu asiponikemea hanipendi. Lakini kwa sababu yeye anatupenda haachi kutukemea. Hata leo mimi kwa kweli nimekemewa. Ni fursa yangu na fursa yako na fursa yetu kuanza kwa upya kabisa na Mungu. Lakini pia kuna mtu ambaye hajawahi kukutana na neema kabisa. Hajawahi kukutana kabisa na neema ya wokovu. Kuna wale wanaonitazama, hujawahi kukutana kabisa na neema ya wokovu. Hujawahi kutakaswa na damu. Hujawahi kabisa kukubali huyu Yesu, kuikubali ile dhabihu, kwa sababu inaanza na imani katika Kristo, kumwamini na kuikubali ile sadaka ya Yesu ya kuitoa damu yake kwa ajili yetu kutusafisha. Kwa hiyo yeye alitoa ile dhabihu kwa ajili yetu, sababu sisi tulistahili kufa kwa sababu ya dhambi. Dhambi ninazozifanya zinatufanya tustahili kufa, lakini yeye akafanyika kuwa sadaka kwa ajili yetu. Maana yake akautoa uhai wake ili alipie ile fidia ya kifo chetu. Badala sisi kufa afe, alipie fidia ya makosa yetu. Kwa hiyo leo natamani, kama hujawahi kukubali ile dhabihu, hujawahi kumkubali huyu Yesu, hujawahi kukubali kumpa nafasi kwenye maisha yako ili ayabadilishe, akusafishe na kurudisha kwenye original state, kwenye hali yako ya awali ambayo alikuumba ya kuwa msafi, bila dhambi, bila tatizo lolote, na kurestore au kurejesha mahusiano yako wewe na yeye, hujawahi kupata nafasi, natamani sana ushirikiane pamoja na mimi maombi haya. Kama moyo wako umechomwa na unatamani kutengeneza tena mahusiano yako na Mungu, unatamani kumrudia, unatamani kumpokea Yesu kwa imani, popote pale ulipo utashirikiana na sisi maombi haya. Unaweza ukaweka mkono wako kwenye moyo wako kwa imani. Tunafanya haya mambo kwa imani na tunaenda mbele za Mungu kwa imani, tukiamini ya kwamba anatusikia na anatusamehe. Popote ulipo, weka mkono wako kwenye moyo wako na utamke maneno hapo pamoja nami. Nafikiri tuweke pamoja nao, tuwape support pia. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neno hili ambalo nimeisikia leo. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako ambao nimejulishwa leo. Leo hii Bwana, ninakubali wewe uingie kwenye moyo wangu, ufanye makao. Ninaikubali ile damu ambayo ulimwaga kama dhabihu kwa ajili ya dhambi zangu. Inisafishe, initakase, inioshe
inipe ushindi dhidi ya uovu na dhidi ya dhambi. Ninakuomba Mungu ukafute jina langu katika kitabu cha hukumu na uliandike katika kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nipe nguvu ya kuishinda dhambi, nipe nguvu ya kuzitii sheria zako, nipe nguvu ya kukupenda. Nijaze na nguvu yako, Roho wako aingie ndani yangu, anifundishe, anisaidie kutembea na kuishi sawa sawa na maelekezo yako. Ninakupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu, amen. Kwa maombi haya machache, basi kwa imani ambayo umeomba kwa maombi haya, Yesu Kristo tayari ameingia ndani ya moyo wako. Unaweza ukatafuta sehemu yoyote ya karibu yako, ukatafuta sehemu ambayo utaabudu na utalelewa pale ambapo Mungu atakupeleka. Unaweza ukaomba tu kwa urahisi kwamba Mungu, naomba unipeleke, unipe watu ambao watanilea ambapo ni sahihi. Mwambie Mungu, nipe watu ambao watanilea popote pale ulipo. Nipe mahali ambapo nitakwenda kuabudu, ambapo nitajifunza zaidi kuhusu wewe na nitakuwa, kwa sababu hapa ni mwanzo tu wa hiyo safari ya Kristo kukaa ndani yako. Lakini unatakiwa ukue katika kumfanania, ili utakapokutana na wewe tena kwenye podcast nyingine au mwakani au wakati mwingine ukija kututazama, ujitathmini, useme mimi sio yule, kuna namna nimefanana na Kristo zaidi ya vile nilivyokuwa siku ile. Kwa hiyo mwambie Mungu, naomba unipe mtu, nipe mchungaji atakayenilea, nipe mtumishi wako ambaye atanisaidia nikue katika kukujua wewe. Lakini tunaenda kwenye sehemu ya pili. Kuna mimi au wewe ambaye umekuwa ukikanyaga damu ya agano na kuifanya kwa kitu cha ovyo, kwa kuendelea kufanya dhambi kwa makusudi. Tayari nimeshaipokea neema, umeshaipokea neema, lakini ukaendelea kufanya dhambi kwa makusudi, ukaendelea kukosea, ukaendelea kuvunja zile sheria za Mungu. Umeambiwa usizini, ukaendelea kuzini na kuzini na kuzini. Umeambiwa usiibe, ukaendelea kuwa mwizi, pengine hata kazini, pengine ukabi watu, unaiba mali za watu, unachukua haki za watu, ufanye haki na unajua kabisa neno la Mungu halikutaki kufanya hivyo. Umeambiwa usiseme uongo, unaendelea kusema uongo, umeambiwa uwe mpatanishi, wewe umeendelea kuwa mchunganishi. Mambo mengi sana ambayo unaweza kuwa umeaishi au nimeaishi, ambayo kiukweli yanamchukiza Mungu. Na kwa kuwa yanamchukiza, ni vile ndio tunaikanyaga ile damu, kuifanya kitu cha ovyo, kuto kuithamini ile sadaka ya Mungu ambayo ameifanya kwetu. Leo kama neno hili limekuchoma na unatamani kuanza upya, kwamba sasa nimefanya hivi vya kutosha, nimekaa hapa vya kutosha, nimeishi maisha haya vya kutosha, nataka kubadilika na kuwa kitu kingine, unaweza pia kushirikiana na mimi maombi haya pamoja na wenzangu. Shirikiana na mimi maombi haya, uombe na kuanza upya. Naomba kukusisitiza, utakapoanza upya, utakapoomba maombi haya, hebu amini kwamba Mungu ameyasikia na uchukue hatua ya badiliko, ya geuko, ya kuacha yale uliyokuwa unayafanya, ya kuacha. Mimi niache, haya ni kwa ajili yetu sote. Mimi niache, uache, na wewe mtazamaji wetu uache yale yote ambayo unajua kabisa Mungu hataki nifanye na bado nilikuwa naendelea kuyafanya. Mungu hataki nipite njia hii na bado niliendelea kupita njia hii. Mwambie Mungu kwamba leo nataka kuanza upya. Hebu weka mkono wako kwenye moyo wako, halafu pamoja tushirikiane maombi haya kwa pamoja. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu wa rehema. Wewe umesema yule unayempenda unamkemea na kumrudhi. Na Mungu, jioni ya leo umetukemea na kusema na sisi. Tunakushukuru kwa sababu wewe Mungu ni mwaminifu na upendo wako ni mkuu sana. Upendo wako unazidi uovu wetu. Upendo wako ni mkubwa sana. Ndio maana neno lako linasema kwamba unatusamehe kwa wingi wa rehema zako. Wingi wa rehema zako ni mkuu kuliko dhambi zetu na makosa yetu. Leo Bwana, tunatamani kurudi kwenye original state. Tunatamani kurudi kwenye matendo ya mwanzo. Tunatamani kurudi kwenye hali ya mwanzo. Tunatamani kuanza upya. Tunakuomba Mungu, uturehemu, utusamehe popote ambapo tumeikanyaga ile damu na kuifanya kuwa kitu cha hovyo. Popote ambapo Bwana hatujajali ile sacrifice ambayo umeitoa msalabani. Popote ambapo hatujamheshimu Roho wa neema. Mungu, tunaomba uturehemu.
tunaomba uturehemu, tunaomba uturehemu. Kwa damu yako tunaithamini tena, tunaithamini, tunaomba ututakase, utuoshe, utusaidie na utupe ujasiri wa kuishi maisha matakatifu, kugeuka na kuachana na njia zetu zote ambazo hazikuwa sawa mbele zako, kuachana na njia zetu zote ambazo hazikupendezi. Bwana, tunaomba utusaidie maisha yetu ya sirini yakafanana na maisha yetu ya nuruni. Baba, tusaidie, tusiishi tu kwa ajili yako, lakini tuwezeshe kuishi kama wewe. Tusaidie kuishi kama wewe, tuwezeshe Mungu tukaishi kama wewe kila siku.